wengi ninapohubiri wanafurahia, wanasema mimi nitabaki imara, lakini wakati majaribu inakuja tena, hao watu wanapiwa na mawimbi. Bwana asifiwe sana. Tena wanapiwa na mawimbi, tena wanaacha kanisa, tena wanaacha ushirika, tena wanaacha maombi. Wacha nikuambie mwenzangu, chochote ambacho kilisaliwa kwa maombi kinalindwa na nini? Chochote ambacho kilifungwa kwa maombi kinafunguliwa na nini? Haleluya. Uliomba vizuri, mchungaji akakuombea, jambo likafanyika, ukasahau kuomba tena. Na ukumbuke kazi ya shetani ni kuiba, kuharibu na kubomoa. Haleluya. Na kuua kabisa, kumaliza. Lazima usimame imara. Ikiwa wewe unataka kukaa miaka mingi katika Ukristo, mzee, lazima usimame imara. Lazima. Ndio maana Ayubu akasema ya kwamba maisha ya mwanadamu imejawa na taabu. Petera akaongeza akasema bas, Baura akaongeza akasema bas, lazima msimame imara. Lazima msimame imara. Lazima usimame imara. Usitoe macho yako kwa Yesu. Usitoe. Petero alipoona Yesu anatembea, akaona Yesu anatembea juu ya maji, sababu Petero alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu. Akawa na ile imani kwamba kama mwalimu wangu anatembea, hata mimi niko na uwezo wa kufanya nini? Wa kutembea. Hata mimi niko na uwezo wa kutembea. Akaanza kutembea. Alipoanza kutembea, macho yake yalikuwa yanaangalia Yesu. Yakaangalia Yesu, akatembea. Akachukua hatua ya kwanza, hatua ya pili, hatua ya tano, hatua ya 10. Akawa anatembea. Lakini alipotoa macho yake kwa Yesu, akaanza kuangalia mawimbi, Petero akaanza kusama. Kumaanisha namna gani? Hata wewe Mkristo usitoe macho yako kwa Yesu ukaanza kuangalia wanadamu. Usitoe macho yako kwa Yesu ukaanza kuangalia wanakijiji. Usitoe macho yako kwa Yesu ukaanza kusikia mambo ya watu. Vile nilivyohubiri Jumapili ya kwamba Wakristo wengi wanasikiliza masauti ya watu badala ya kusikiliza sauti ya Mwenyezi Mungu. Petero alipokuwa anamwangalia Yesu alitembea juu ya maji, lakini alipotoa macho yake kwa Yesu akaangalia mawimbi, Petero alianza kusama. Na wewe kwa Mkristo, unapotoa macho yako kwa Yesu ukiangalia mawimbi utaanza kusama, lakini ukiangalia Yesu utaendelea kwa maisha yako ya Ukristo. Haleluya. Mimi kuna mtu aliwaniambia basi nitakuachia kanisa. Namwambia nataka transport. Fare. Haleluya. Fare. Sababu ungekuwa umeacha jana. Bwana asifiwe sana. Eti unajua taachia huyo pastor kanisa unaniachia. Kama nikamwambia unataka fare nikupe ili uacha uenda ra. Haleluya. Sasa mzee, nimeuliza, wakati mtu amekuja kwako amekukasirisha na ameondoka ameenda, utaama kutoka kwako? Haleluya. Bwana asifiwe sana. Sasa wakati for example mtu ameacha kanisa ameenda, Mungu ataondoka? Basi kama Mungu ataondoka, basi mimi nitaacha kuhubiri. Haleluya. Sasa si ni wewe umeenda, si umeacha Mungu kwa nyumba yake? Haleluya. Mungu hajaondoka. Hata wewe ile siku utachoka kukaa kanisani, ukae kwako nyumbani, bado Mungu akataka kwa nyumba yake. Haleluya. Atakaa kwa nyumba yake. Rose, ile siku utasema mimi nimechoka na niyo, ukae kwako nyumbani, kwani Mungu ataacha kukaa hapa kanisani? Bwana asifiwe sana. Lazima uwe imara. Haleluya. Lazima uwe na msimamo. Useme kama niliokoka sitamuacha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasema unajua mimi sasa for example ulikuja ukapata mimi nahubiri hapa. Si ni hivyo? Kila mmoja hapa alikuja akapata ninahubiri hapa. Sasa vile ulikuja ukapata ninahubiri, ifike siku moja ukasiriki, useme mtu amekukwasa, useme mtu ameongea vibaya, useme sasa nimeacha kanisa. Kweli unaona
Unaona Rose, unaona ukiacha, nitaacha kuhubiri? Niambie tu. Nitaacha kweli? Neno litafanya nini? Taendelea. Si neno litaendelea? Bwana asifiwe sana. So, wacha hivi mambo ndogo ndogo eti mimi nitawachia hiyo kanisa, eti nitafanya hivi. Hata sio hapa na hata watu wengi kwa makanisa mingi wanasema nitawachia hiyo kanisa, sijui nitaachia mama fulani, sijui nitaachia mzee fulani, sijui nitaachia kijana fulani. Ungekuwa umeacha kitambo. Haleluya. Sababu ukiondoka uondoke na Mungu. Bwana asifiwe sana. Hii injili sio ile ya kupembelezwa na kubabaswa. Bwana Yesu asifiwe. Pande hii sema amina. Pande hii sema amina. Haleluya. Nahubiria pande hii sababu na kama hii ndio iko. Hii pande hii ni ama nagusa kidonda. Haleluya. Ama nagusa kidonda. Mimi nikijua nagusa kidonda, nagusa tena na kumziki. Na kuongeza kadawa ili upone. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Lazima usimame imara. Sababu bila Yesu haungekuwa unabomoa siku ya leo. Bwana asifiwe sana. Haungekuwa unabomoa siku ya leo. Lazima uwe na msimamo. Ndio maana Ayubu akasema maisha ya mwanadamu imejawa na taabu, lakini wale ambao watakuwa na msimamo watasimama imara. Mawimbi hayatawaangusha. Wale ambao watamwamini Mwenyezi Mungu watakuwa kama mlima Sayuni. Mlima Sayuni hautasongeshwa. Haleluya. Hii injili Kevin sio ya kupapaswa na kupembelezwa. Hiyo mimi nilipitia kitambo. Bwana asifiwe sana. Injili ya kupembeleza Monica, injili ya wewe ufanye kosa halafu nikupembeleza ili ukae kanisani, sio mimi nitakayehubiri. Haleluya. Unajua nilikuhubiria mzuri, ukaona mchungaji anahubiri kani vizuri akiwa kionyo. Sasa umefika kanisani umepata vile niko hashi. Haleluya. Vile narusha maneno, vumilia nikutengeneze. Bwana asifiwe sana. Nilikuhubiria vizuri ukiwa amen, ukasema mimi nitafuata Pastor Philip. Ulipofika kanisani ukaona vile anahubiri akigusa vidonda. Vumilia, niguse kidonda, niweke dawa, upone. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Niguse kidonda, niweke dawa. Niguse kidonda, niweke dawa. Kama utaki kupona, kidonda kitageuka kitakuwa kidonda ndugu. Kisi ni kidonda ndugu. Kila ambacho hakiponangi. Unajua kuna watu hawaponangi sababu hawakurekebishwa. Mtu alikuwa na shida akakaa akaanza kubabaswa. Anafanya vibaya na mchungaji anamwambia acha. Sitaki uende. Haleluya. Mtu anakosa alafu na ashuntu. Huyo mtu ile kidonda, ile shida, ile problem inamea mpaka inaweka mizizi. Haleluya. Unaweza kunja mti ukiwa umemea umekuwa mkubwa. Unaweza kweli free. Lakini mti ukiwa mdogo mzuri sana. Bwana asifiwe sana. Sema kwa jina la Yesu, sitatingizwa na mawimbi, nitakuwa imara kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Sikiliza, mchungaji mmoja akaniambia pastor, ukitaka ukae na washirika wanaojua kazi wanaofanya ama kazi ya Mungu, usikue na members, kuwa na disciples. Haleluya. Usikue na washirika tu, kuwa na disciples. Ndio maana wanafunzi, ndio maana Yesu akatumia miaka yake 3.5 sio kwa kuhubiria umati. Alikuwa anafundisha wanafunzi 10 na wangapi? 12. Akawafundisha, akawatia nguvu, akawaadvise. Alipoenda hakuachia umati kazi. Si alipoenda aliambia wanafunzi wote tukutane Jerusalem, tukae in the upper room. Akamalizana na wao. Bwana asifiwe sana. Kisha wakakula mkate ambaye ilisimamia ni mwili wa Kristo, wakakunywa divai ambayo ilisimamia damu ya Yesu Kristo. Akawaambia mtaendelea kukunywa hii na kukula hii kwa ajili ya kunikumbuka. Hakuna mahali aliita umati, aliita wanafunzi wake. Haleluya. Ukitaka kukaa kanisani miaka mingi, usiwe tu mshirika. Haleluya.
kuwa mwanafunzi, haleluya, ambaye unataka kusoma andiko na kuelewa. Bwana asifiwe sana. Umati ulimfuata Yesu kwa sababu ya kitu moja. Kwa sababu ya nini? Haleluya, haleluya. Wakafika wakaambia wanafunzi wa Yesu, ambia mwalimu, neno linaingia lakini hapa tunafanya nini? Hapa tunaumia. Neno linaingia lakini hapa. Wanafunzi nao wakamwambia mwalimu wao, mwalimu, neno linaingia lakini hapa watu wanasema wanaumia. Wakaongeza samaki. Yesu akaomba, samaki zikaongezeka na vipande vya mkate vikaongezeka. Wakakula mpaka wakashiba. Waliposhiba mpaka chakula ikabaki vikapu 12. Unafikiri walipokula waliendelea kukaa? Bwana asifiwe sana. Waliendelea kukaa? Ndio maana wakati wengi wa watu wakipokea muujiza wanafanya nini? Lakini wanafunzi waliondoka, si walikaa na Yesu mpaka siku ya mwisho. Hata kama Petero alimkana Yesu na Judas akamuuza Yesu, lakini angalia Petero baadaye alirudi akaomba msamaha, akamwambia Bwana, nilikosea, na Petero akaendelea kuhubiri injili. Wanafunzi wanapokosea wakirekebishwa hawatoroki, bali wanarudi tena wanakaa na mwalimu wao. Lakini wale umati na watu wengine wakikosewa, wanasiwe sana, wanasema nimewachia nini? Nimewachia mchunga, nimewachia mama kani, nimewachia mzee wa kani, nimewachia prison ndio, nimewachia kwa, nimewachia ushiri. Haleluya. Unajua sio mimi nimesema, ni wewe unasema. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ambia mwenzako kuwa na msimamo. Kuwa na msimamo. Mahubiri yangu leo ni ya kuponya watu. Kama ulikuwa unataka kushangilia, shangilia hayo mahubiri nayo hubiria. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tu Bwana akujaze nguvu, uwe mwanafunzi ambaye anataka kuelewa neno. Usiwe mtu ambaye unatapatapa. Umewahi kuagiza asinyomba estimege ndabo tuko. Ndabo iko. Asobeke tesi myota te konyi rusi erindo kikeke. Na kiyogo chaka gukora. Ayera guchi. Kaibi koriera guchiga. Kayama sabo iweta kali gusabu kuyaria. Ali pasta osa bako. Hallelujah. Lakini pastor itatari gukua na igo. Nataka nikusaidie. Nataka nikae na wewe Jackie. Nataka nikae na wewe miaka mingi. Ndio maana nakuambia haya. Haleluya. Hawa ndio wale mtu wadino ni simu yani. Ni namba yani. Lakini namba chaba sombagete. Uko mwakera. Roho mtumishi wa Mungu aliye hai. Mtumishi wa Mungu aliye hai. Mtumishi wa Mungu aliye nini? Lakini pastor wako ni flash call. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu anapona hapa. Kuna mtu anapona. Kuwa imara. Haruko mwagira bya kwa mote inabii. Omubania. Homo somo Nyasaye ole moyo. Na kyogenderete gabwe. Na kinyasaye akwanire. Lakini kwa gwakira Pastor Philip. Ili ntarabua taiga. Inachete. Ntarabua ki? Tara ani ni una ambura kwa kwa kubwata. Oye gamprita ko keme na bisina bea. Ti ora mesa kwa sambere screen yesi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunafaa kuwa imara. Jameni,
Tusipojua neno, tusipolielewa, tusipolifuata, hatutakaa kanisani. Tutakuwa na roho ndogo, roho ambayo ukirekebishwa unasema umeacha. Mimi nakuambia sababu nimehubiri hapa 6 years. Ninajua vile watu waliko. Bwana asifiwe sana. Ninajua. Ninaelewa vizuri. Bwana asifiwe sana. Lazima uwe na msimamo jameni. Lazima uwe na msimamo. Lazima uwe na msimamo. Ndivyo Bwana aelewe kweli wewe uko na msimamo. Ndivyo Bwana ajue ya kwamba huyu mama, huyu mzee ako na nini? For example, last year, mtu mmoja akakuja kanisani. Nisema mtu mmoja akakuja kanisani. Akaniambia, pastor, huyu mtu alikuwa ni mtu ambaye ninajua huyu ni yule wa kutapatapa. Akakuja kwa ofisi yangu akaniambia, hapa kanisani, akaniambia, Pastor, kuna kitu niliona. Kuna kitu nilifanya nini? Niliona. Akamwambia, good, Mungu amekuongelesha. Niambie. Kaniambia, pastor, niliona jambo fulani mbaya sana. Kamuuliza, jambo gani hilo mbaya uliloona? Kaniambia, hilo jambo nimeona kwamba wewe pastor umefukuza mke wako kabisa, ameenda. Ni Mungu amesungumusa yeye. Ulikuwa wapi wakati alisungumusa? Niliona katika ndoto. Nimeona umefukuza mke wako afanya nini? Na hiyo siku anasema nimeona, ndio tumetembea na Susi, tumekula vizuri, tumekunywa juisi, tumeshika watoto, jana yake ndio nilikuwa nimefanya hivyo, tumeenda outing. Akaniambia nimeona. Niambia okay, kama ni Mungu amekuonyesha basi. Nikamuuliza, last week ulikuwa wapi? Sababu hiyo sasa alikuja Jumamosi. Nikamuuliza, last week ulikuwa? Akaniambia nilikuwa matanga Jumamosi. Na ile wiki nyingine ulikuwa wapi? Siku ya Jumapili. Akasema nilikuwa mgonjwa. Bwana asifiwe sana. Roho wa Bwana kaingia ndani yangu, nikamwambia ukweli, na mimi ninasemanga ukweli. Ukikuja na kuambia tu ukweli, unichukie. Nikamwambia ukweli. Nikamwambia mahali umekuwa ukienda, ukiwekelewa mikono kila mahali, umekusanya maroho zenye hazijulikani, umekuja kuniambia kuhusu kufukuza familia yangu. Hiyo maroho mahali umetoa, urudishe. Nikamwambia hizo ndoto unazoona za kuhusu familia yangu sikatai, lakini ingekuwa ni wewe member wa kanisa ambaye umesimama imara, ambao unakuja katika maombi, ambaye unafunga na uone hizo ndoto, nitakubali. Lakini wewe mwenye uko hapa Ijumaa, uko hapa Jumamosi, uko hapa Jumapili, hizo ndoto mahali umekusanya maroho zako, ufanye nini? Urudishe. Akaacha kanisa, akaacha kabisa. Lakini nikamwambia ukweli, na ukweli ukamfungua. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sisemi kwamba Bwana hasungumuzi. Anazungumza kwa wale watu ambao wako na msimamo, wale ambao wanajua kitu wanachofanya. Sio mtu ambaye ni penga. Sio mtu ambaye leo hii ako hapa, kesho ako huko, kesho kutwa ako huko, mara anakuja hapa, anaenda kwingine. Hata Roho wa Bwana hafanyi kazi namna hiyo. Roho wa Bwana ako na mpangilio. Najua hutanipenda kwa injili ya leo, lakini nitakusaidia milele. Bwana asifiwe sana. Nitakusaidia milele. Let me tell you, child of God, utakaposimama imara, hata Mungu atajua kweli wewe uko na msimamo. Wengine wetu tumezuia baraka zetu, na huwa anasema hilo jambo kila wakati.
Tumezuia baraka zetu sababu wakati Mungu amejiandaa kuleta baraka kwako, akikuja anapata hauko. Akikuja tena mahali uliko anapata umeenda kwingine. Bwana asifiwe sana. Akienda hapo tena anapata umeenda. Mungu anasema sifanyi hiyo kazi ya kukutafuta. Tembea tembea tembea, ukimaliza ukuje kunitafuta. Sasa miaka inaenda tukiendelea kutembea. Child of God, kuwa imara, kuwa na msimamo. Bwana asifiwe sana. Kuwa na msimamo. Mimi nitakuhubiria. Mimi nimehubiri hapa. Nitakuhubiria. Nitakuambia ukweli. Lakini ukiona ukweli nimekuambia ni mbaya, ukiondoka ukienda ni shauri yako. Mimi Mungu hata niwekea makosa, kwa sababu andiko linasema semeni ukweli na ukweli utawafungua. Mimi nitakuambia ukweli, ukiondoka ukienda, ukweli nilisema ukweli. Stella, si ndivyo? Nilisema ukweli. Lazima tuwe wanafunzi jameni. Tusiwe umati ambao ulimfuata Yesu kwa sababu ya chakula, kwa sababu ya tumbo zao. Bwana asifiwe sana. Wakamfuata Yesu kwa sababu ya tumbo zao. Kuna wengine wanakuja kanisani sababu wanataka miujiza. Wakati miujiza haijafanyika, hauoni tena kanisani. Bwana asifiwe sana. Wakati Bwana hajatenda, hauoni tena kanisani. Mtu mmoja akasema, akaambia mwenzake, akaambia unajua, nimekaa kanisani, kanisa yangu nimekaa huko, sisemi ni New Hope, nilisikia mahali. Akasema nimekaa kanisani na pastor wetu alikuwa anahubiri vizuri, anaomba vizuri, lakini siku hizi ni kama nguvu zimefanya nini? Lakini siku hizi ni kama nini imeisha? So aliposema hivyo, nikauliza ningepata wapi hiyo mtu nimpe mutuliro. Haleluya. Nimwambie afanye, atumie hiyo kupima nguvu hata zake, ajue za Mungu ziko kiasi gani na za mwanadamu ziko kiasi. Bwana asifiwe sana. Let me tell you, sometimes kuna mambo ambayo tunayazungumza yanaandikwa chini na kuyafuta inakuwa ni kazi. Sababu whatever comes out of your mouth, chochote kinachotoka kwa ulimi wako kinaandikwa chini. Mungu anachukuanga rekodi. Anajua kila ambacho unasema, anajua kile unachofikiria, anaelewa. Tunaongeanga mambo mengine ambayo Mungu akiandika kuyafuta inakuwa shida. Wakati Daudi alimuua Uria, akachukua mke wake Betseba, wakapata mtoto na yeye. Daudi, mtumishi wa Mungu akamwendea Daudi akamwambia, umefanya vibaya kwa kumuua Uria. Na kwa sababu umefanya vibaya kwa kumuua Uria, sasa huyo mtoto ambaye mlipata na yeye, mlipata na Betseba, atakufa. Daudi akabadilisha nguo, akafaa matambara. Alipofaa matambara, akaanza kuomba msamaha kwa Mungu. Mungu akamwambia, hata kama utaomba msamaha siku zako zote za maisha yako, sitafanya nini? Sitasikia na sitakusamea. Bwana asifiwe sana. Daudi akalala chini, akalia, akasema, Bwana nisamee. Bwana usiue huyu mtoto. Tumepata, mimi na Betseba tumepata mtoto huyu, usimuue. Lakini Bwana akasema, hata ukifunga, hata ukiomba mara ngapi, hayo maombi sitayasikia. Na mtoto akakufa. Maana nakuambia kuna mambo mengine unapoyaongea, uyaongea ukijua kwamba rekodi inafanya nini? Inachukuliwa. Rekodi inachukuliwa. Bwana asifiwe sana. Ni nini imefanya nimeongea haya? Ni kwa sababu lazima tuwe Wakristo ambao tuko na msimamo. Sio Wakristo ambao ni wakutapatapa. Wakristo ambao watuko katika giza, tunatafuta, tuko kwa giza.
Maandiko imesema sisi ambao tumemjua Yesu Kristo tumekuwa mwangaza katika dunia. Tunafaa kuangazia wale ambao wako katika giza. Bwana asifiwe sana. Tumekuwa mwangaza. We are the light in the world. We have to shine to the world. Tuangazie wale ambao wako katika giza, ili walio katika giza waone mwangaza, waufuate mwangaza. Bwana asifiwe sana. Ukiwa katika njia uone hii moja iko na giza, hii nyingine iko na street lights, lakini mahali zote zinaenda ndio unaenda pia wewe. Utapita yenye iko kwa giza ama yenye iko na mwangaza? Utapita yenye iko na giza ama yenye iko na mwangaza? Si utapita yenye iko na mwangaza. Sasa angalia, sisi tumefanywa kuwa mwangaza kwa dunia, kumaanisha wale ambao wako huko nje wenye wako kwa giza hawataendelea tena kuenda katika giza, ila watabadilisha njia yao wafuate mwangaza. Bwana asifiwe sana. Lakini ikiwa sisi wenye tuko na mwangaza, taa zetu haziwaki, kweli wenye wako nje watatuona? Wenye wako nje watatuona? Huwezi wakisha taa ama mzumaa uweke chini ya meza na hiyo meza umeifunika na kitambaa, unless kuna shida mahali, kuna shida katika akili yako. Lakini ikiwa utawakisha taa uweke juu ya meza, italeta mwangaza kwa nyumba mzima, kwa nyumba mzima. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Jameni, kuwa na msimamo. Kuwa na msimamo. Wachini mchezo mingi ya kurukaruka na kutembea huku na kule. Kuwa na msimamo. Bado Mungu anafanya kazi. Bado Mungu anasikia. Bado Mungu anatenda. Bado Mungu anajua unachohitaji kwa moyo wako. Haleluya. Mungu anaelewa. Ukiona watumishi wa Mungu vile walikuja hapa Ijumaa, wote karibu 50 na kitu, wanaomba. Wanajua kwamba bado Mungu anafanya kazi. Haleluya. Bado anafanya kazi. Nisome Matendo ya Mitume mstari wake wa 4, 19 mpaka 20. 19 mpaka 20. Some kwa haraka. Matendo ya Mitume 14, 19 mpaka 20. Leo hii utakapotoka hapa, kweli lazima utabadilisha mawazo yako. Lazima yawe yamebadilika. Nisome kwa haraka. Matendo ya Mitume 4, 19 na 20. Nasema 19. Yes. Petro na Yohana wakajibu wakamwambia kwamba ni haki mbele za Mungu kuwasikiliza ninyi, kwamba ni haki mbele za Mungu kuwasikiliza ninyi kuliko Mungu. Hukumuni ninyi, hukumuni. Sorry, let me start. Petro na Yohana wakawajibu, yes, wakawaambia kwamba ni haki mbele za Mungu kuwasikiliza ninyi kuliko Mungu. Hukumuni ninyi wenyewe, maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Haleluya. Bwana, rudia, weka tena kwa screen nikarudie. Asante sana. Petro na Yohana wakawajibu wakawaambia kwamba ni haki mbele za Mungu kuwasikiliza nyinyi kuliko Mungu. Hukumuni ninyi wenyewe. Mstari wa 20. Maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kufanya nini? Sikiliza, Petro na Yohana walikuwa wanahubiri injili sana katika hekalu. Siku moja wakiwa wanahubiri, kiwete ama mtu ambaye alikuwa na ugonjwa ambaye alikuwa amekaa katikati akapona. Alipopona, hiyo taarifa ikajulikana. Wakaitwa kwenye kikao cha serikali. Wakaambiwa, sasa nyinyi kujeni hapa, explain, mtuambie huyo mtu mwenye tumesikia amepona, alipona kwa njia gani? Bwana asifiwe sana. So wakaitwa kwenye kikao, wakakalishwa chini, wakaambiwa, sasa tuelezee hizo nguvu zenye mnatumia kuponya watu mnazitoa wapi? Petro na Yohana wakauliza, wakasema, kweli ni haki.
tuanze kuongea na nyinyi watu wa dunia kuliko kumsikiliza Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe sana. Wakauliza, sio vizuri tuanze kukaa kwenye kikao hiki na nyinyi watu wa dunia, tuanze kuwaexplainia, badala tungekuwa tunafanya kazi ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe sana. Kumaanisha namna gani? Kuna wakati mwingine hata wakati unafanya mema, dunia haioni hayo mema. Bwana asifiwe sana. Watu wa dunia hawaoni hayo mema, wanakuita kwenye kikao ili wajaribu kukunyamazisha. Bwana asifiwe sana. Wanakuita ili wajaribu kukuambia kwamba hiyo kazi unayofanya ya Mungu sio nzuri. Hata watu wa familia wanakuita, wanakuambia haustahili kwenda kanisani. Petero akawajibu akawaambia, kweli ni haki kuwasikiliza nyinyi kuliko kutangaza kazi na matendo ya Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe sana. So Petero akawanyamazisha watu hawa, akawaambia, sitaharibu wakati wangu sikiliza maneno yenu, badala ya mimi ningetoka hapa niendelee kuhubiri Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Petero hawakunyamazishwa hata wakati wameitwa kwenye kikao, hata wakati wameambiwa wacha kuhubiri Injili, walisema hatutasikiliza maneno yenu. Sisi tunatangaza matendo ya Mwenyezi Mungu, yale tumeyasikia na yale tumeyaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Yale umeyasikia na umeyaona, yatangaze na kuwa imara. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa imara, usitingizwe na mambo yoyote, usitingizwe na maneno ya watu, usitingizwe na masengenyo ya watu. Bwana asifiwe sana. Shetani anafanya yake na sisi tunafanya ya Mungu. Shetani anaweka watu mpaka kanisani. Mtu anakuja kanisani, unafikiri huyu sasa ndiye mzuri kabisa, kumbe ametuma na nani? Ili akuje atoe wa mama watatu ama wasee wawili kanisani, awaongelesha maneno mabaya, awaue moyo, waache kwenda wapi? Kanisani. So you have to be very careful. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uwe very careful, uwe imara, usitingizwe na jambo lolote. Hata mawimbi ikiinuka, hata ukilala njaa, hata ukiongewa namna gani, hata ukifukuzwa, lazima ubaki kuwa imara. Jameni wa mama na wazee, maandiko inasema tangu enzi za Yohana Mbatizi, ufalme wa Mungu ama ufalme wa mbinguni umekuwa ukikumbwa kwa vita sana na wale wenye nguvu. Bwana asifiwe sana. Wale wenye nini? Ndio watakao umiliki ufalme huo, ufalme wa mbinguni. Sio wenye tu uoga, wale wenye nguvu. Kumaanisha lazima ukae tayari. Maandiko yanasema kitabu cha Waefeso ya kwamba faeni silaha za kivita. Faa silaha za kivita, kumaanisha kuna vita, sio vita vya kawaida, lakini vita vya kiroho, vita vya kuuliwa moyo. Hizo vita ziko, lazima uvae silaha za kivita. Unasipata kwa njia gani? Unasipata kwa maombi. Simama kwa miguu yako. Ikiwa umeelewa, umeelewa. Ikiwa utaelewa, utaelewa kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Shika mwenzako mkono, mwambie leo hii nakuombea usimame imara. Mshike tu mkono, mwambie ninakuombea usimame imara. Mawimbi yoyote yanayokuja kwa maisha yako hayatakuangusha. Hata maneno yakiinuliwa kinyume na maisha yako, hayo maneno hayatakuangusha kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Mshike tena mkono, mwambie ninakuombea uwe na msimamo. Hata wakati vita itainuka, hautaacha kumuomba Mungu, hautaacha kumtafuta, hautaacha kanisa. Ninakuombea hata vita ikiinuka, hautamwacha Mungu.
utasimama imara, utakuwa na msimamo, utakaa kanisani, utashinda mawimbi kwa jina la Yesu Kristo. Patia Bwana makofi mazuri. Haleluya. Jameni, simama imara. Watu wa Kionyo, simama imara. Watu wa Eminu, hata mkiwa wawili ama watatu, simama imara. Watu wa Igare Canaan, simama. Jerusalem, simama. Haleluya. Usitingishwe. Wacha nikakuombea nimalize ibada. Inua tu mikono yako. Baba, nakushukuru. Nasema ni asante. Nasema ni asante kwa ibada hii, sababu maandiko yako inasema ya kwamba watu wako wanapotea kwa kukosa maarifa na hekima. Wanapotea wengine kwa kutojua kila ambacho wanafanya. Ndio maana Bwana umetutuma kama watumishi wako tukawaambie ukweli, tukawaambie maneno yako na sio maneno yetu. Bwana umetutuma tukawaambie maneno yako ili hata mawimbi yakikuja yasiwaangushe. Leo hii Bwana, maneno ambayo nimenena, wacha Bwana yakakae kwa mioyo yao, yakakae kwa mioyo yao. Hata wakati mawimbi itainuka kinyume na maisha yao, watakumbuka kwamba wanafaa kusimama imara. Watakumbuka kwamba Bwana tena umewapea nguvu na mamlaka ya kushinda majaribu yote. Bwana, simamisha wamama hawa, simamisha wazee wetu, simamisha vijana, simamisha watoto ambao watakuwa na msimamo, ambao watakuwa penga, ambao hawatachukuliwa na mawimbi. Hata wakati mawimbi na wapiga, bado watabaki wamesimama imara. Simamisha wamama ambao watasimama imara, ambao watakuwa na msimamo, hawatachukuliwa na mawimbi, hawatachukuliwa na mafundisho yoyote, ile watajua neno lako. Baba yangu, wasipotee kwa kukosa maarifa na hekima. Leo hii waongezee maarifa na hekima, wakasome neno lako. Hawa ambao wamesikia neno la siku ya leo hawatachukuliwa na mawimbi, hawatachukuliwa na manabii wa uongo, hawatachukuliwa na unabii wa kuchukua pesa, hawatachukuliwa na maneno mabaya, hawatachukuliwa na laana za kiukoo, hawatachukuliwa na masengenyo, hawatachukuliwa na fitina kwa familia, hawatachukuliwa na taabu. Bwana, simamisha wamama, simamisha vijana, simamisha wazee ambao wanajua kitu wanachofanya. Simamisha Bwana wazee. Baba, nakushukuru, nasema ni asante. Asante Bwana, sababu umewahudumia hata wale waliokuja na mahitaji mbalimbali. Baba yangu, umewahudumia. Watakapokuwa na msimamo, hawatatafuta miujiza mahali popote, ila Bwana, miujiza itawaloketi, miujiza itawatafuta mahali waliko, utawapelekea mahali waliko, sababu watakuwa na msimamo na watakuwa watu wenye haki. Father, na waombea na familia zao, vile ambavyo wanakutafuta kwa ukweli na roho, na vile ambavyo wamesikia mafundisho haya Bwana, wameyachukulia kwa mafundisho mazuri. Baba yangu, jenga imani yao, walinde, wakae kanisani, hawatatoroka, hawatakaa nyumbani, watakutafuta kila wakati. Asante Mungu mwaminifu, sababu umetenda, umeponya roho zao, umewasongeza hatua mingi kuja kwako. Na Baba yangu, utawalinda na watakaa kanisani siku mingi na miaka mingi, sababu watakuwa wamekomaa, watakuwa wamejua kila ambacho wanafanya. Na kushukuru sababu ya andiko la leo, na ni katika Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen. You can have your seat.